moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Bwana aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Mwokozi Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye katika mpango mzima wa ukombozi, maana baada ya Yesu kufanya kazi ya kuukomboa ulimwengu kutoka dhambini kwa kafara yake ya thamani, basi Roho Mtakatifu yeye kile anachokifanya ni kuleta taarifa zote zinazohusu mpango wa ukombozi kwa wanadamu. Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Huyu Roho Mtakatifu, he is a communicator. Yeye ndiye anayetufundisha kwa habari ya mambo ya wapi? Ya mbinguni wapendwa. Na hivyo basi, pasipo yeye ulimwengu upo gizani. Katika wasaa huu dunia itangaziwa nuru, nuru itangazia mataifa na ulimwengu utaokolewa. Katika wasaa huu habari iliyozungumzwa zamani zile za Isaya ya kwamba dunia itatiwa giza, na sasa tupo katika dunia ambayo giza limerundikana, dhambi imetawala, hakuna uwezo wa kuishi maisha ya utauwa bali ya usafi na utakatifu. Ni hadithi za kusimulika hata miongoni mwa Wakristo ndani ya makanisa. Mahali fulani penda nitoe kisa kimoja. Rafiki mmoja akanipa hadithi moja kwamba haiwezekani tena wanadamu kuishi pasina zinaa, labda kama una mapungufu ya kimwili. Hizo ni sayansi ambazo tutaziona na sayansi za Wagiriki, filosofi za walimwengu wa sasa, ambao wanakwambia wewe binti ya kwamba ikiwa utashindwa, utaacha kutenda jambo hili, utaacha kushiriki ngono, wewe basi utaugua ugonjwa wa chekelea. Utakuwa kana kwamba ni mjinga, mpuuzi fulani usiyejielewa kwa sababu tu haushiriki zinaa. Maana kwa kweli katika zinaa kuna utulivu wa akili, na hili basi limebebwa na washiriki hata ndani ya makanisa. Na hivyo basi Roho Mtakatifu ambaye roho ya nabii inaeleza ya kwamba dhambi imerundikana kwa kiwango kikubwa sana duniani, lakini ni kwa kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu pekee ndipo ambapo ulimwengu huu utapata ushindi katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi katika kitabu hiki cha Matendo moja lile fungu la 18, karibu msomaji. Matendo 1 na ile aya 18. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, basi mtu huyo alinunua konde kwa ijara ya udhalimu. Ndio. Akaanguka kakasi akapasuka. Matendo 1 fungu la 8. Okay, sorry. Matendo 1 na ile aya 8 anasema, ndio, lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nini wapendwa? Nguvu. Mtapokea nguvu ya ajabu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale mliokuwepo ile siku ya Jumatano, niliwaambia ahadi ya kwanza ya Mungu inatoka katika kitabu gani? Inatoka Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Ahadi iliyoje! Ahadi hii ni ya kwanza katika ahadi zote za Biblia, na kwamba anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo nani? Mwanamke. Biblia inatuahidi habari ya kwamba Mungu baada ya wanadamu kuanguka dhambini, anaahidi mpango wa ukombozi kupitia kafara ya Yesu Kristo, ya kwamba wanadamu watapandikiziwa chuki ndani yao, wataweza kupinga nguvu za giza, yaani shetani na jeshi lake watakataliwa mbali, watapigwa, wataangushwa chini, na jeshi la uovu litakanyagwa chini, kama Paulo asemavyo ya kwamba mtamseta shetani chini ya miguu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni pale tu ahadi hii itakapopokelewa kama ambavyo ilipokelewa katika zamani zile za mitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It was a perfect gift. Ilikuwa ni ahadi iliyokamilika, haikuwa na mapungufu. Yaani Mungu katika Roho Mtakatifu, ambaye Mungu katika nafsi atakapoaminiwa, atakapoishi ndani ya mioyo yetu, hapo ndipo tutaushuhudia ulimwengu. Ndiyo maana walikuwa ni shahidi wakubwa katika ulimwengu huu. Katika mada hii ya Roho Mtakatifu nitapenda nieleze katika karne ya 3. Hii mada imeonekana kana kwamba wale wasomaji wepesi wa mambo ya roho ya unabii na wale ambao wanasoma Biblia kwa wepesi wamejikuta ni kana kwamba wanakosa track ya Roho Mtakatifu katika Biblia, na hivyo basi wanapokuja kumsikia wanaona ni kama roho tu wa Mungu ambaye ni kama pumzi inayojitegemea, ama ni kama nguvu fulani, ni kama pumzi ambayo inatolewa tu na Mungu, ama ni kana kwamba ni nguvu fulani hivi. Lakini mimi nitapenda kuwa challenge kidogo ya kwamba nguvu yoyote, hata umeme wetu huu tulio nao, nimewahi kusikia unazungumza umeme unazungumza, wapendwa. Je, umeme wako pale nyumbani unaweza ukahisi? Umeme unaweza ukakupenda. Roho Mtakatifu ana upendo. Roho Mtakatifu anafundisha. Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza. Haya yote yanakataa kutoka katika Biblia. Lakini pia pende tu kukukumbusha kwamba wale wanaosoma miongozo ya kanisa, na mahali fulani inaonekana kabisa kana kwamba miongozo iliyotolewa katika zamani zile za kina Ellen G. White miaka ile, inaonyesha kana kwamba Roho Mtakatifu alikuwa hajadhihirika kama ni Mungu aliye nafsi hai. Napenda kukurudisha tu nyuma, nenda kafuatilie vizuri, utagundua ya kwamba hata Yesu Kristo mwenyewe hakuwa amefahamika kama Mungu katika wale waliokuwa wakipokea nuru mwanzoni mwao. Hivyo utagundua ya kwamba hata Yesu Kristo mwenyewe hakuwa amefahamika kama Mungu katika wale waliokuwa wakipokea nuru mwanzoni mwao. Hivyo inawezekana unasoma template ambazo labda ni za mwanzoni ambazo hazikuweza kufafanua vyema, na hivyo basi una kila sababu ya kumwomba Mungu akufasirie vyema ili uweze kupata proper tracking katika kusoma na kuelewa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi utagundua hata kuna masomo mengine ambayo miongoni mwayo ni habari ya Roho Mtakatifu. Jonathan Wagon ambao wao pia walifundisha kwa nafasi kubwa masomo haya. Hawa walipofundisha, Ellen G. White alithibitisha, akawaambia katika General Conference wakati ule, yasikilizeni, haya ni mafundisho ya kweli yanayotoka kwa Bwana. Maana yale aliyoyathibitisha kutoka kwao aliyathibitisha kwa kanisa kama nabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi katika zamani zile, karne ya 3, mara
baada ya Yesu Kristo kuondoka hapa duniani, mitume walipoishi, muda wao ulipokwisha, katika zamani hizi kuliibuka katika karne ya tatu, kuliibuka Macedonians wa Constantinople ambao ni wanafalsafa wa Kigiriki katika zamani hizi. Hawa ndio walikuja na harakati ya kupinga habari ya Roho Mtakatifu kuwa Mungu. Rafiki yangu, hawa walikuwa ni Wakristo waliokuwa wameingia kanisani, lakini waliendesha mambo ya mbinguni kwa akili za kibinadamu. Nafahamu ya kuwa katika Biblia Wagiriki walikuwa watu wenye hekima, walikuwa wanafahamu mambo mengi na walikuwa ni wasomi sana, na hivyo walifahamu baadhi ya mambo mengi, na baadhi ya tamaduni nyingi hata leo zilianzishwa na Wagiriki. Na hivyo basi hawa walikuja na harakati ya kusema kwamba Mungu ni nani? Ni mmoja pekee. Na hivyo basi katika fikra za Kigiriki walishindwa kukubali ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye pia ni nafsi iliyo hai inayojitegemea. Na katika zamani hizi walikuwepo katika magrupu mawili, walikuja na si moja. Katika fikra zao nishati ilikuwa ni kitu ambacho ilionekana kukubalika zaidi kuliko kiumbe au kiumbe wa kiungu mwenye utu binafsi. Ilionekana kwao nishati ndiyo kitu chenye nguvu kuliko kitu chochote. Hata mahali nilipokuwa kazini, rafiki yangu mmoja alithibitisha kwamba Mungu ni nguvu tu, it's an energy. God is just an energy. Na hivyo basi anarejea katika falsafa ya Wagiriki ile ambayo walitoka nayo katika Ukristo wao mwepesi wa juu. Na katika wakati kama huu walipokuwa wakiendelea, walikuwepo hawa waliokuwa wakitambulika kama dynamic monarchianism katika karne hii ya pili na ya tatu. Lakini pia hawa wao walikuja na ajenda ya kwamba kumchukulia Mungu kama nguvu au mvuto, si mtu, si nafsi. Hawa ndio waliokuja na ajenda kama hii. Lakini pia lakini pia walikuwapo wengine ambao walifahamika kama Origen wa Alexandria, ambao katika karne ya kwanza mwaka wa 185 hadi 253, wao walikuja na ajenda ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, lakini yeye yuko chini. Anaanza Baba, anakuja Mwana, halafu yeye anakuwa wa chini huko. Na hivyo basi theology hii haikupinga habari ya nini? Ya Utatu Mtakatifu, lakini ni theology ambayo ilikataa ya kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye ni sawa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi walikuja na theology hii, na katika kufundisha kwao waliendelea kupinga zaidi na zaidi, na walifahamika kwa majina mengi kama wapingaji wa Roho. Walijiita kama wapingaji wa Roho Mtakatifu. Na hivyo basi katika zamani hizi, katika wakati kama huu, mwaka ule wa 381 kanisa lilikaa na mwitikio wa kanisa katika zamani zile walijibu kile ambacho kilitoka katika msingi wa Biblia. Wakasema ya kwamba katika baraza la Constantinople walithibitisha wazi kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu na ni nafsi hai iliyojitegemea. Kanisa lilikwenda na maandiko na udhibiti wa Biblia ambao ulithibitisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu na ni nafsi iliyo hai inayojitegemea. Mimi na wewe leo tuna kila sababu ya kumjua huyu Roho Mtakatifu. Na hivyo basi ni sawa na Baba, na alikuwa ni Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu aliye hai. Na hivyo basi hili lilionyesha kuwa kosa kubwa
katika zamani zile. Tunafanya makosa makubwa pindi ambapo tunaporoa nafasi ya Roho Mtakatifu. Katika habari ya ukombozi, tunatengua kabisa mpango mzima wa wokovu wa Mungu ambao bebwa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kawabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na hivyo basi, Biblia katika Agano la Kale na Agano Jipya vyote havina mahali ambapo vinapinga habari ya Roho Mtakatifu, na vyote vinakiri ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo moja, lile fungu la pili linasema, karibu msomaji wangu. Mwanzo moja na ile aya ya pili anasema, ndio, nayo nchi ilikuwa ukiwa, ndio, tena utupu, ndio, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini, wapendwa? Vya maji. Ndio. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Yaani Roho ya Mungu ikatulia juu ya nini? Uso wa maji. Yaani Mungu ili aumbe dunia hii ilihitaji Roho Mtakatifu kutua juu ya vilindi vya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu, he is the creator of this world. Ni muumbaji, pasipo yeye hapakuwa na muumbaji. Na hivyo basi unaposoma fungu la linalofuata, karibu msomaji, aliza anasema 3, anasema, ndio, Mungu akasema iwe nuru, ndio, ikawa nuru. Yaani ni baada ya Roho Mtakatifu kutua katika dunia iliyokuwa ukiwa na tena utupu, hapa ndipo ambapo Biblia yangu inasema Mungu ndipo akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Twende katika kitabu ile fungu la 5 na la 6. Yohana 3. Usipo Roho Mtakatifu, nuru haikuweza kuwepo duniani, haikuweza kuumbwa katika dunia iliyokuwa ukiwa na giza totoro. Ndio, Yohana 3 na ile aya 6. Ndio, anasema ya 5 na ya 6. 5 na 6 anasema, ndio, Yesu akajibu, ndio, amini amini nakwambia. Amini nakwambia. Alikuwa akimjibu Farisayo huyu. Ndio, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, ndio, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kamwe kuingia katika nini, wapendwa? Ufalme wa Mungu. Ndio. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Ni nini, wapendwa? Ni mwili. Ndio. Na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Biblia yangu inasema Yesu wakati huu anakutana na Farisayo, pendwa, ambaye huyu ni Farisayo aliyekuwa mwalimu wa dini katika wakati ule, ambaye Nikodemu huyu ndiye ambaye alimjia Yesu wakati wa usiku ule, na hivyo basi alisadikishwa na Roho kuweza kumwendea Yesu. Na sasa amefika wakati kama huu, Yesu anapozungumza na Farisayo. Nikukumbushe, Farisayo alikuwa ni mtu ambaye amesomea elimu ya dini, amebobea. Hivyo basi hakuwa mtu wa kawaida katika zamani zile, maana ndiye aliyetegemewa kufundisha watu kwa habari za mambo ya dini. Na hivyo basi Yesu anamwambia Farisayo huyu kwamba amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa nini? Kwa maji na kwa Roho, ndio, hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Unaweza kuwa Farisayo katika kanisa la Msasani, mtu wa Mungu. Unayajua sana maandiko, na wakati fulani hata dhambi unapozitenda una fungu lake la kudefend dhambi yako. Unajua tumefika mahali ambapo dhambi tumeitafutia na mafungu. Hata Bwana anajua ya kwamba sisi ni dhaifu, hivyo basi tunapata leseni ya uovu kwa sababu Mungu anajua na ana upendo. Na wakati fulani tunaambizana Mungu hayuko hivyo mnavyozani. Na huyu mtu si kwamba anaacha tabia aliyo nayo,
Nikana kwamba ndio anakuambia, yani mimi sitaacha hii biashara niliyo nayo mbovu, lakini Mungu mwenyewe ataamua kuingilia siku atakapotaka. Na hivyo basi, wapendwa, katika wakati kama huu Mungu alimthibitishia Farisayo ya kwamba pasipo Roho Mtakatifu hauwezi kuumbwa upya ndani yako. Maana yeye ni muumbaji, akikaa ndani yako atakuumba upya. Bwana Yesu asifiwe. Atakupa nguvu za kushuhudia ulimwengu kwa habari ya wokovu. Unaposoma katika kitabu cha Warumi 15, Warumi 8 fungu la 27, anasema ya kwamba Warumi ndio 8 aya 27, anasema ndio, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ndio ilivyo, ndio, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Ndio. Nasi twajua kuwa katika mambo yote ndio Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, ndio, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Naam. Ndio. Roho Mtakatifu amemwelezeaje katika hiki kifungu? Anasema ya kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye ambaye anafanya nini? Anasema na yeye aichunguzaye mioyo. Anasema aijua nia ya Roho ilivyo. Anasema kwa kuwa kuombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Yaani Roho Mtakatifu yeye ndiye anayechunguza nini? Mioyo. Wapendwa, nguvu haiwezi kafanya analysis, haiwezi kafanya proper analysis katika jambo lolote. Ikiwa utakuwa unafanya kazi mahali popote katika swala zima labda la nishati na kadhalika, utagundua ya kwamba nguvu yenyewe haiwezi kuwa na analysis proper katika kufanya maamuzi fulani. Na hivyo basi Roho Mtakatifu yeye anaichunguza mioyo. Karibu katika Warumi 15 lile fungu la 30. Warumi 15 na ile fungu la 30, anasema ndio, ndugu zangu, ndio, na wasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndio, na kwa upendo wa Roho. Kwa upendo wa nani? Wa Roho. Yaani huyu Roho Mtakatifu ana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye mwenyewe ana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anatuthibitishia na kwa upendo wa nani? Wa Roho. Ndio. Jitahidini pamoja nami katika maombi yenu. Naam. Kwa ajili yangu mbele za Mungu. Amina. Basi neno linatuthibitishia ya kwamba Roho Mtakatifu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu haiwezi kupenda. Hata miti tunaiona haiwezi kupenda. Kama ni mti ungeliweza kupenda pia, basi kuna changamoto hapo. Lakini sisi wanadamu tunaweza tukapendana kwa sababu ni nafsi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi katika kitabu cha Warumi 8 lile fungu la 29, karibu msomaji. Warumi 8 na ile aya 29, anasema ndio, maana wale aliowajua tangu asili, ndio, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ndio, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ndio. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao waliochaguliwa waliaminiwa jina lake. Ellen G. White anaandika katika kitabu kile cha Evangelism ukurasa wa 616, anasema ya kwamba the Holy Spirit is a person, for he bears witness with our spirit that we are children of God. Roho nabii inathibitisha pia katika hilo, anasema Roho Mtakatifu ni nafsi. The Holy Spirit is a person, for he bears witness. Anasema anabeba ushahidi, anatushuhudia ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kitabu kile cha Special Testimony series ya kwanza namba 10
paragrafu ya 37 anasema the Holy Spirit is a said person, is a said person of Godhead who would come with no modified energy. Anasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, ni nafsi ya tatu ya uungu ambayo inakuja na nguvu isiyokuwa modified. Modified ni nini kwa Kiswahili? Isiyoweza kubadilishwa. Anasema ya kwamba but it is a full divine power. Bwana Yesu asifiwe. He is a full divine power. Na hivyo basi alipokuja kiwa katika full divine power kwa wanafunzi, they went out, na walikwenda na nguvu ile ile aliyokuwa amewapatia, na wakaushuhudia ulimwengu kwa habari ya wokovu wao. Sema katika kitabu kile cha manuscript cha volume ya 20 paragraph ya 68 anasema the Holy Spirit is not a human being but he is a divine person. Roho Mtakatifu si mwanadamu, lakini he is a divine person, lakini ni nafsi ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema we need to realize that the Holy Spirit, who is as much as God as a person as God is a person, is walking through this ground. Man scripture anasema na kwamba tunahitaji kutambua ya kwamba Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu kama alivyo Mungu katika nafsi. Tunapaswa kutembea katika nyanja hizi pasipo kwenda kinyume na maelekezo haya. Lakini pia anamaliza anasema katika Christ Object Lesson, anasema page ile ya 408, anasema without the Spirit and knowledge of his will, of his word is of no avail. Yani pasipo Roho Mtakatifu uelewa wa neno la Bwana umepotea, ni kana kwamba haupo tena kwa viumbe vyote vya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo sisi tunahitaji Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi iliyo hai. Wapendwa, katika masaa ya mchana huu leo, usije ukajaribiwa kumkana Roho Mtakatifu, usije ukajaribiwa kukataa ushuhuda na ushahidi wa Roho wa Bwana, maana yeye ndiye aliyeko duniani akiufundisha ulimwengu kwa habari ya haki. Wapendwa, amewafundisha hata wale walio gizani ambao hatukuwafikia, na wakati fulani wengine tumewashuhudia wakija katika imani hii wakiwa wameongozwa naye. Na hivyo Bwana katika fungu lile la Yohana 14:16 fungu la 8 anamaliza anasema kwamba huyu ndiye anayeushuhudia ulimwengu kwa habari ya nini? Ya dhambi. Hatujui dhambi pasina Roho Mtakatifu. Hatujui habari ya dhambi kwa sababu hatukumwamini huyu Yesu. Yaani anasema ya kwamba kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini, lakini kwa habari ya haki akizungumza kwa maana ninapaa kwenda kwa Baba, na kwa habari ya hukumu ni kwa sababu shetani amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, mpendwa, mchana wa leo utakuwa umechunguza na kugundua kwamba ni kana kwamba tumekuwa na kanisa ambalo halipendi mahubiri ambayo yana maonyo na yanaweza kutuonyesha vitisho vya wakati ujao mbele yetu. Lakini wapendwa, nataka kuthibitishia ya kwamba Roho Mtakatifu anayesadikisha mioyo atatuonyesha ubaya wa dhambi na tutaichukia dhambi, lakini huyu atatuonyesha ya kwamba Mwokozi wetu ambaye ni kuhani mkuu katika kiti cha rehema juu mbinguni, anahudumu katika hema takatifu ya mbinguni. Yeye yu hai na mtakatifu, hivyo anatawala na kuongoza dunia hii. Lakini pia Roho huyu atatusadikisha kwa habari ya hukumu ya kutisha iliyoko mbele yetu ikiwa hatutafanya maamuzi thabiti siku hii ya leo. Hukumu iliyopo mbele yetu
Biblia inasema ni ya kutisha sana. Mbele yetu ipo hukumu ambayo mimi na wewe tutakiri na kusema hukumu zako ni za haki na za kweli. Wapendwa, mimi na wewe tuna kila sababu ya kumwomba Roho wa Bwana atawale maisha yetu, ili tusiwe miongoni mwa wale watakaosema ya kwamba tulijua lakini tunaangamia. Biblia yangu katika kitabu kile cha Timotheo, unapomaliza tukimaliza katika fungu lile la kitabu cha Matendo ya Mitume 20, napomalizia haya fungu Matendo ya Mitume 20 na fungu lile la 28, Paulo aliyaona mambo ambayo yangelitokea baada tu ya wao kuondoka hapa duniani, kama ilivyokuwa katika kipindi hiki cha Wagiriki walichokifanya. Anasema nini katika wakati ule? Anasema hivi, ndio, jitunzeni nafsi zenu. Niwaambia wanafunzi wakati huu, jitunzeni nini wapendwa? Nafsi zenu. Ndio. Na lile kundi lote nalo ndio ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Halo, nani amewaweka? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio amewaweka kuwa waangalizi wake. Ndio anasema, ndio mpate kulilisha kanisa lake. Ndio alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Roho Mtakatifu katika wakati kama huu aliwaweka mitume, akawaambia ya kwamba jitunzeni nafsi zenu, msije mkajaribiwa kumkataa habari ya Roho Mtakatifu, mkaletewa mafundisho ya uongo. Endelea msomaji unapomaliza. Ndio anaendelea kwa kusema, ndio, najua mimi ya kuwa ndio, baada ya kuondoka kwangu baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Wataingia wapi watu wa Mungu? Kwenu. Wataingia Msasani. Wataingia wapi watu wa Mungu? Msasani. Wataingia Msasani. Na huenda tupo katika kanisa hili. Sijajua, mimi sio mwenyeji sana, lakini nina uzoefu kule nilikotoka. Mbwa mwitu wakali. Na unajua mbwa mwitu alikuwa ni mnyama wa pekee sana katika zamani zile. Kuna kisa kimoja nilijifunza. Mbwa mwitu walikuwa wakitembea, mbuzi, kondoo walikuwa wakitembea pamoja, lakini mara hii mbwa mwitu akaja akiwa amejivika vazi la nini? Ngozi ya kondoo, akajichanganya katikati ya kondoo, naye akaanza kutembea, akaingia akiwa anasubiri tu mchungaji wao akiondoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasubiri mchungaji wao akiwafungia tu hawa kondoo, yeye akaondoka. Paulo anazungumza kwamba tutakapoondoka, mbwa mwitu ataingia ndani. Mchungaji huyu aliyetumiwa na Bwana katika zamani zile aliliona, anasema mara baada ya kuondoka kwao mbwa mwitu wataingia. Anasema na wakati kama huu sasa, yule mbwa mwitu, kisa hiki kinaendelea, anasema alipokuwa ameingia katika lile zizi na mchungaji ameondoka, katika wale kondoo alikuwepo kondoo wale wachanga, wale wadogo wale. Sasa walikuwa wakisogea karibu na yule mbwa mwitu, halafu wakisikia harufu ambayo sio ya kawaida, wanarudi kwa mama. Kondoo mdogo akarudi kwa mama yake. Kisa cha kusimulika ambacho ninapata maana nzuri. Anasema kondoo huyu mdogo alikuja akamwambia mama yake, mama, mbona ndani kunanuka sana? Hapo ninaposogea kwa huyu kondoo huyu ananuka sana mama. Mwambia wewe acha. Akawa anamzuia kana kwamba mzuia asiseme chochote. Na yule kondoo naye moyoni mwake anafurahi, anasema, yani hakika huyu mama
mama anachokifanya ndicho ninachokitaka. Na kwa kweli kama wataendelea hivi, usiku wa leo nimepata chakula. Na hivyo basi, kama ilivyokuwa katika mwenendo wa kisa hiki, ndivyo ambavyo kanisa la Mungu leo lilitabiriwa. Karibu katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 1:4. Hilo 1 ndio fungu la 4 anasema. Timotheo wa kwanza 1 na ile aya na anasema, wala wasiangalia hadithi na nasaba ndio zisizo na ukomo, ndio ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani. Soma Timotheo wa kwanza 4:1 anasema, ndio basi Roho anena waziwazi. Rudia tena tafadhali. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba, imani Roho Mtakatifu yeye mwenyewe ananena waziwazi, he can speak, ndio ya kwamba ndio nyakati za mwisho, anasema ya kwamba nyakati za mwisho. Okay, labda nipate kusoma. Naona msomaji mic yako. Karibu, endelea. Anza mwanzo. Anasema ndio, basi Roho anena waziwazi. Roho Mtakatifu anajishuhudia yeye mwenyewe, ndio ya kwamba ndio nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani. Biblia yangu inathibitisha hili. Anasema Roho mwenyewe anasema, mimi sijawahi kumwambia mtu ya kwamba mimi si Mungu, lakini ninasubutu kusema katika kanisa la Msasani ya kwamba katika nyakati za mwisho kwamba watu watajitenga na imani. Na unajua, unaposikia habari ya kujitenga na imani, tuna magrupu mawili. Hawa ni watu ndani ya kanisa, kama ambavyo Paulo aliwatabiri. Ndani ya kanisa kutainuka walimu, watainuka mbwa mwitu wakali, watajitafutia makundi, na hivyo basi kila mmoja atachukua la kwake. Lakini anasema dini moja na imani moja. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi Roho wa Bwana anasema nasi katika masaa haya kwamba Roho wa Bwana anathibitisha ya kwamba yeye anajua ya kwamba kuna siku ulimwengu huu utamkataa kuwa kama Mungu aliye nafsi hai. Katika masaa ya mchana huu leo, rafiki yangu, Roho Mtakatifu anabisha hodi katika mlango wa moyo wako. Unaposimama, Roho Mtakatifu anabisha hodi katika malango ya moyo wako. Sema, simama mlangoni na bisha. Yote atakayefungua itaingia ndani na kula na kuketi pamoja naye, kula na kunywa na kuketi pamoja naye. Katika masaa haya, wapendwa, usijaribiwe kumkataa Roho Mtakatifu. Ikiwa utahitaji kujifunza, ni vyema ukaomba Mungu akufundishe, maana hata hivi yeye ndiye anayetufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa ya mchana huu wa leo, rafiki zangu wapendwa, huyu Roho Mtakatifu atakapokaa ndani yetu, na Baba naye, Mwana naye atakaa ndani yetu, na Baba naye atafanya makao ndani yetu, na ulimwengu huu utafunguliwa, na sisi tutafunguliwa, na ulimwengu utafunguliwa. Basi ni waarike katika wimbo huu 41. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe
njia ya ubatizo unahitaji kumkabidhi Yesu maisha yako katika mchana huu wa leo, rafiki yangu, na kualika upige hatua za imani uweze kumpa Yesu maisha yako. Rafiki yangu, nao muda mchache sana wa kujiandaa, hivyo kualika karibu uweze kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Ndani sasa, rafiki yangu, usikia sauti ya upole usafiri, karibu kusikia sauti na kuifuata. Ikiwa kuna mtu anahitaji ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu, unaweza kunyoosha mkono wako na tuombe. Baba Mungu wetu wa mbinguni, neema ya Yesu Kristo, umejifunza na kusikia maneno yako, neno lako la uzima lililo hai. Naomba Baba wa mbinguni, kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu, isadikishe mioyo yetu, ikatie nanga katika Kristo Yesu, tukiamini katika Roho wako Mtakatifu Mwana, na kukuamini wewe Baba kwa ajili ya wokovu wetu. Pasipo wewe sisi nini basi tunaweza kufanya? Tusaidie, maana hata hivyo tumejaribu sana na wakati fulani tumevunjika mioyo na kukata tamaa. Tutie nguvu mara hii kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ingia ndani yetu Baba, ingia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tawala Baba, ondoa giza lile kwa yule baba aliyekata tamaa. Mshike mkono wa imani katika masaa haya. Yule binti aliyevunjika moyo, wewe uliye tabibu, tie nguvu katika wasaa huu. Mwinue tena, mketishe mahali pa juu. Yule kijana aliyechoka, yezimia nafsini mwake, ndiwe msaada. Tumekuja kwako, tupokee kama jinsi tulivyo. Yule mama, yule baba, yule mtoto, Bwana, pamoja na ndugu zetu na jamaa, tukumbatie na utufungue katika Kristo Mwokozi wetu. Tumeomba na kuamini. Amina. Amen.